kwa kazi zote pia sitii sheria, nijapofanya bidii nidiri anapodhi haya ishi inakosa jiwe wa kuokoa sina cha mkononi na jamu sarabani niidu tunibige niimnyoge nishime nino chafu na cha niliyoshe nisijama nikugo chafu chini na kwenda kaburini nilipahapo mbinguni na kuko na enzini roho yangu unaiwe kahani wakoe sina cha mkononi na jamu salabani niindumu nilike ninyombe enishike kuiwe chakunaja niliyoshe nisijafa niipugo yapo chini na kwenda kaburini nilipahapo mbinguni na kugona enzini roho yangu naiwe lahani nako wewe. Ongeza makofi mazuri kabisa. Hebu tuombe kwa ajili ya neno. Asante Jehova, asante Mungu wetu. Nami mjoli wako Bwana ninasema asante kwa kunipa kibali kusimama mbele ya mkutano mkubwa kama huu na mbele ya watakatifu wako Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu ukapate kunitumia, Roho Mtakatifu ukapate kuniongoza Bwana. Masikio ya kila mmoja, ukafungue moyo wa kila mmoja ili akapate kuisikia habari yako njema Bwana. Tunakutumainia wewe, tunakutegemea wewe katika maisha yetu. Asante Mungu Baba, asante Mungu Mwana, asante na Roho Mtakatifu. Tunakukaribisha Baba ukatawale katika ibada yote nzima. Tunaweka chini kila mamlaka za kuagiza, tunazifunga kama neno lako linavyosema, mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Tunafunga kazi zote za majini, kazi za mapepo, kila roho za utafiti, kila aina masikio ya utafiti tunayafunga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafungulia damu yako Bwana, damu ya uponyaji, damu ya uweza, damu ya kusikia. Tunakutumia kwa jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua masikio yako, fungua moyo wako, tutakwenda kidogo cha chapu. Maana tunazo shughuli ambazo ni nyingi ziko mbele yetu kama ilivyoarifiwa kuwa leo kuna ubatizo. Fungua masikio yako, hatutakawia sana, tutakwenda chapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu mwenye daftari, ujumbe wetu tunaongea habari ya huduma au habari ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuangalia habari ya huduma au habari ya kanisa, jinsi Kristo alivyoshuka kutoka mbinguni kushuka ili kuwakamilisha wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu, naomba kabla ya hapo tufungulie Waefeso 4 mstari wa 10 mpaka wa 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso 4 mstari wa 10 mpaka 14. Waefeso sura ya 4 mstari wa 10 mpaka 14. Biblia inasema, naye alishuka
naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana Mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa kila ya watu, kwa ujanja, tukifuata njia za udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaangalia neno la Bwana. Anasema naye alishuka ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu aliposhuka duniani au alipotumwa na Baba yake, alipofika duniani alikutana na hali za namna nyingi. Alikutana na misukosuko mingi, lakini alipokutana na misukosuko mingi hakuyumba, hakubadilika, hakutaka ile kusudi ambalo Baba yake amemtuma libadilike au lisiweze kufanyika. Aliweza kusimama katika mstari, aliweza kusimama katika hukumu ya Baba yake, aliweza kusimama katika maagizo ya Baba yake, ili lile Baba alilokusudia lipate kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alidharauliwa kuliko mwanadamu yoyote, lakini aliteswa kuliko mwanadamu yoyote, lakini alitukanwa kuliko mwanadamu awaye yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema naongelea habari ya kanisa. Hiyo ndio habari ya kanisa, hiyo ndio habari ya imani. Lakini aliweza kusimama na kuipigania imani, aliweza kusimama na kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema nitakwenda chapuchapu, nilitegemea nitaenda taratibu, lakini nitakwenda chapuchapu. Nilitaka kuangalia kipengele hadi kipengele, lakini nitakwenda chapuchapu. Lakini katika kudharauliwa kwake, kutukanwa kwake, kutendewa mate kwake, kuchubuliwa kwake, yeye ndiye aliyepaa